wale ya kupigana kwa sababu kwanza yeye ni kilema. Mguu wake umepata na matatizo. Lakini yeye ameambiwa na huyu bwana, ametumwa, amepewa maagizo na huyu bwana kwamba huyo Blade Man sasa yuko tayari kuwasaidia, lakini hatojitokeza mwenyewe, maana yake hataki kuonekana. Ndio hivyo. Yaani kwamba mimi sijui chochote, lakini Blade Man sijai kumuona kwa uso kabisa. Unamaanisha? Anaje kumuona kabisa. Anaona hivyo hivyo kama anavyoonekana, ni maana yake anavaa maski na hataki kuonekana sura yake na mtu aina yote. Sababu yeye ni mtu asili. Anafanya kazi zake kwa siri. Lakini amejitolea kuweza kujifundisha, yani kuwafunza hawa. Kuna shida. Atawafunza lakini kupitia mimi. Maana kwamba yeye hataweza kuwepo katika wakati huo. Tutaamini vipi kuhusu hilo? Hatuwezi kuamini. Basi sawa, nitamtafuta Blade Man, sawa? Nikisha mtafuta Blade Man nitazungumza naye, nitakwambia kwamba hawaamini. Wakati atakuja atawaaminisha, then baadaye mimi nitaingia katika kazi pindi ambako atanipa. Kwa hiyo kama mtahitaji kufundishwa na mimi pia nitakuwa tayari kuwafundisha. Sababu maelekezo atanipa. Nini mnatakiwa kuweza kujifunza. Ndio? Hakuna shida. Nadhani kwamba kila kitu kitakuwa, mimi nishaona watu wanapigana vita. Unamaanisha tulio. Sisi tuko mapolini tumejificha hizi. Watu tatuona hapa. Kumbuka na wewe kwenu kunatakiwa kuweze kuwa ni thiri, hawataki kuweza kuonekana mko wapi. Anasema sawa, mimi sitoweza kuamini moja kwa moja wewe. Nitataka nimuone Blade Man kwanza mwenyewe. Alafu atupe uhakika. Binti ni mgaidi sana. Nataka kumuona Blade Man mwenyewe. Taarifa alikuja kuileta sehemu husika. Naona Blade Man hujakutana naye. Na anakuja kutufundisha mtu tofauti na Blade. Huyo sio mzuri. Tena yule mpumbavu ni kilema kabisa, usisalau mtu bana. Sasa anasema usisalau mtu. Oh. Sasa mtu mwingine anakuja kutufundisha tofauti na Blade Man. Kama ana uwezo ni sawa. Acha tuweze kumkubalia kama ana uwezo wa kufundisha. Maana kwamba watu watajua vizuri kupambana hata vita kwa ngumi, yani kwa bunduki. 这几个月咱们这家上上下下的就等着吃素吧。哎呀，二嫂，俗话说得好，一分价钱一分货，对吧？要是真的红一刀来教咱们杀鬼子，我觉得300块大洋也值了。你说值就值啊，值不值要看他能教咱学到啥。别看他红一刀吹的名声响，这要是没有真才实学，我照样不买他的账。好了，丁香，怎么了？ Sasa vibinti vidogo vidogo hivi vinaanza kubishabisha. Lakini sansao na sinsao walijaribu kuweza kusema kwamba tusimdharau mtu tusomfahamu, acha tuweze kuchukua jukumu hilo kama ametaka kuweza kutufundisha pia. Na mzee akasema kweli Mazali anataka kuweza kuiokoa Dinja Bao. Acha tuweze kumsikiliza pia huyo mtu. Basi nashukuru sana mama kwa kuweza kukubali pia, hata yeye maoni yake alikuwa hivyo. Ni kuweza kumkubalia huyo mtu awafundishe. Lengo letu sisi ni kuweza kurudisha kambi yetu ambayo imepotea, ngome yetu ambayo imepotea. Lengo letu ni kujifunza kujua vizuri kupambana ili siku moja tutetee. Kama Blade Man amejitolea kuweza kumtuma mtu ambaye labda anaweza kuwa yeye anamwamini, basi tumtumie mtu huyo kwa pamoja, sawa? Sawa. Lakini wengine huko wawili hawa wamekunja sura, hasa huyo kabinti haraka hatari mno. Ding Xiang, hatari sana. 好了，大家都去准备吧。青云，这件事我的本意啊是不赞成的，我是应了你的意，所以 Sasa mama libidi kukaa vizuri na Chen kwanza, kaamba Chen. Hakuna shida, waongoze wenzio vizuri kabisa kwa sababu wengine mwelekeo wao wanashindwa kuweza kuelewa nini ambacho ni muhimu katika maisha. Ni vizuri kujifunza kuliko kukaa kizembe namna hiyo, haijalishi ni mtu aina gani. Na hili jambo litakuwa ni zuri sana kama mtaweza kujua kupambana. Sasa usijali mama, nitawaelekeza inavyopaswa. Na na imani tutajifunza vizuri. Basi sawa, ninaenda zangu. Hakuna shida. Lazima wajue hata kupambana. Maana yake huyo anaye Blade Man ni martial arts skills, mtu mmoja hatari sana.
Mama anaendelea kuomba namna kila wakati dua, kila hatua dua, kila hatua dua. Yes. Wakati huo mnyama huko amelala zake tu. Binti amekabidhiwa yeye ameambiwa asiingie katika vita. Kumbuka tumbo lake ndio hivyo, hata unategemea kichanga unajua. Mama anategemea ukoo unazidi kutanuka, lakini walishapunguza watu wengi sana. Ise. Asa kwa nini? Maisha yanakuwa hivi. Wewe kila siku ni kujilaumu tu kwa kosa hili. Hata kama imepotea ngome sawa, tunataka kupambana kuirejesha. Kwa nini unashindwa kuweza kuelewa na kuwa kama strong, yani mtu mwanaume? Uchali toka muda mwingi sana anahuzunika kwa kosa alilofanya, anaona kama vile amemkosea mama yake mara 25. Kwa kile kilichotokea mpaka kuhakikisha kwamba kambi inaharibika na kuingia katika mikono ya Kijapani. Hili tatizo analiona lipo kwa upande wake yeye. Kwa kila wakati anajiona ni mtu mwenye kujilaumu tu. Binti bado anamuonya, ili sio sawa sahihi. Asema sawa Dingdang, kumbuka wewe ni mpambanaji. Kwa hiyo unapokaa kizembe namna hiyo wakati wewe mwanaume tegemezi, inakuwa ileti maana ya aina yote. Dingdaicheng asema sawa, sasa mimi nitafanya maamuzi gani? Naweza nikasababisha matatizo mengine. Huo ni uzembe, ni upumbavu. Ni upumbavu kabisa unaosubutu kufanya. Sasa pombe anunuliwe yeye, kunywa anywe yeye, mbona ongei? Hebu acha basi, acha kukasirika namna hiyo. Wakati mnyama amerudi mazingira ya nyumbani, mazingira ya saluni. Nimerudi bana. Vipi? Chali yake akachaliwa na kaita Xiao. Kumuuliza vipi mpango wake, akasema nimejaribu kuzungumza nao, wanahitaji kuweza kupata masharti. Kwa hiyo lengo lao kupata masharti, anataka kujifungisha sasa. Naona kwamba utakapoenda huko utatumia hatua gani? Maana yake kwamba wanatakiwa wasiweze kufahamu kirahisi namna hiyo. Maana siku zote mtu anapokamatwa na kupewa adhabu ya kutosha, siku anaweza akatoa siri. Kwa hiyo ukienda kama Blade Man ukijitokeza pia itakuwa ni ngumu mno. Yaani maana yake kufahamika kama Blade Man ni nani. Asema usijali, sitofanya hivyo. Na akili yangu timamu. Nitajua jinsi gani nitumia akili ya kuweza kuwafunza hawa watu. Kiutani, lakini natakiwa waweze kujifunza vizuri. Watajifunza. Bwana, majukumu ya Mjapani kuhakikisha kwamba ngome ya Dingjabao ambayo tayari ilishakamatwa hatimaye inaweza kuwekwa ulinzi wa kutosha namna hii. Zinawekwa nguzo na kutengenezwa sasa uzio wa kutosha katika mazingira. Hizi ni nguzo ambazo zitaweza kudhibiti uzio. Maana hakuna mtu yote ataweza kuingia ndani. Inatengenezwa namna hiyo kambi. Mheshimiwa. Ni wewe. Nimefurahi sana kuweza kukuona. Uko sawa kweli? Niko poa mheshimiwa. Nashukuru sana. Profesa Hansen. Naona tunajaribu kuweza kutoa nguzo baadhi ambazo ziko hapa, tunatengeneza nguzo mpya imara. Ina maana hizo nguzo zilizokuwa hapa zinaonekana sio imara kabisa. Sema sio imara hizi. Haziwezi kuzuia. Unaona haya maguzo yamekaa kizembe hapa. Yale maguzo yote yanatakiwa yaangushwe, yatolewe pale, sawa? Ndio mheshimiwa. Basi nguzo ni kuweza kutolewa nguzo za Dingjabao. Zinawekwa zile ngoma nzito ambazo ni imara. Wao wanasema ni imara kwa sababu ya mipango yao. Bwana, madude aliangushwa. Mjapani ameamua hadi mwamba nawaza. Qimingji. Ala. Niko na wanangu kibao ambao wamenisupport mwanangu. Kina Black Leopoldi. Wanajiita Leopoldi. Jamani, majina mengine magumu. Kama ni majina ya huko wenu ya mizimuni huko, hayo majina hamtaki. Tunasonga mbele. Wakati mwamba anatoka nje namna hii, ghafla amepamiwa na kijana. Chap kumsaidia namna hii. Profesa Hase, changamsha kijana. Yeye yuko busy na mambo yake tu. Mheshimiwa, achana nayo. Kuna mambo ya msingi nayafuatilia. Nataka kuongea tu kuhusu kijana amekosea. Lakini anasema kuna mambo yake ya msingi, yani hana mambo mengi. Ana mambo yake ya msingi anazidi kuendelea na kuyafuatilia zaidi. Sawa. Yani kambi lazima iweze kuwa strong na imara. Anasema pia kuna jukumu letu ambalo tunataka tuweze kulitengeneza hapa. Hii itakuwa ni nguzo timilifu ya kwamba hakuna mtu yote atakayeweza kusubutu
kuingiza miguu yake hapa katika maeneo. Hii lazima itakuwa ni imara sana. Manake tukiweza kukaa kizembe namna hii hatutofanikisha kile ambacho tunakihitaji. Sawa, nadhani mheshimiwa mweze kunielewa vizuri bwana Takeda. Ndio mheshimiwa. Bana makalio dadeki. Hapo muitikilia kiongozi wako lazima ukaze mwili wote. Nyakati za usiku babake. Wakati wa kazi. Hawa bwana waliletewa begi lilikuwa lina silaha za kutosha. Ghafla nyama huyo katua baba. Bloodman amefika mwenyewe mtaalamu. Bloodman aliamua kujitokeza kama Bloodman ili kuweza kuaminisha kwamba kweli kijana amemtuma yeye. Bloodman walifurahi sana kumuona leo. Amekuja kuwatembelea. Na yuko hapa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba kuwapa mazoezi ya kijeshi zaidi. Silaha ama risasi ndizo hapa ni risasi ambazo zinatumika kama udongo. Ina uwezo wa kuchomoka kama risasi, lakini ikifika katika mwili wa mtu inabongonyoka kama udongo. Yes. Ni mkofia mazito hamna. Sema leo nitawafundisha machache. Na fursa hii nadhani kwamba itakuwa kwa upande wangu kuweza kuwafundisha nyinyi jinsi gani kuweza kupambana. Nataka nione kwanza uwezo wenu ulivyo. Alafu nianze mafunzo. Na pia sitoweza kuwafunza mimi kila wakati. Nitawapa mwalimu maalum ambaye ataweza kuwafunza. Mwalimu? Sasa ndio. Kuna watu wengi ambao wako karibu na mimi. Kwa hiyo naomba mnifuate kwanza niwafundishe kwanza mambo ambayo nataka tuweze kuanza nayo ya kijeshi zaidi. Manake atakuwa mwalimu special wa kuwafundisha, sio yeye Bloodman. Hatojitokeza kila wakati. Hapo sasa ni wakati wa mashot. Sasa mnataka kwenda kujificha ili muweze kunishambulia haraka sana. Mnapoambiwa hivyo na maana kwamba mnataka muweze kuchangamka. Mnishambulie mpaka muweze kunipiga. Nadhani hiyo ndo mission ya kwanza ambayo tunaanza. Yaani mazoezi yetu yanaanzia hapo. Haya, tukajificheni haraka. Wanakwenda kujificha kwenye viloba ambavyo vimewekwa hapo. Mwamba kufika mbele. Vuta pipe namna hiyo. Ara. Ya baba. Kila mtu akachezea kwake. Ara. Dakika 0 tu. Wameisha wote. Mbona ametupiga sasa? Mheshimiwa umetupiga kabla bado. Sasa hiyo sio sawa mheshimiwa, kweli sio sawa hiyo. Umetushambulia kabla bado. Sasa ilikuwa sijui na maanisha nini. Nimesema kwamba mnapoambiwa mjifiche, mnajificha haraka. Manake mnaposogea, yani manake mkiambiwa kajifiche ama lala chini ni chapu. Sio mnakaa tu, mnazorota. Mwisho wa siku unaweza mkafeli mission, sawa? Hicho kwanza mnatoka muweze kufahamu. Manake kwamba mazoezi ndo ameshaanza rasmi. Na kwa sasa mtagawanyika vikundi na mtatakiwa kuweza kupigana wenyewe kwa wenyewe kwanza. Lakini Bloodman, vipi kuhusu wewe? Subiri kwanza. Watakuwa sasa wajifiche kila mtu upande wake, wanagawana vikundi. Wakaanza kugawana. Mapambano yatakuwa hapa kati ya vikundi viwili. Sasa mheshimiwa kugeuka mheshimiwa yupo. Amepoteaje? Sasa mama ameondoka sasa. Sasa tutajuaje? Mimi sijui. Chenyi, tuambie sasa Chenyi, tuambie tutafanya nini sasa? Gava muuni amekuja. Oi. Vipi Bloodman alikuja? Nimemwambia hawezi kuja kukaa muda wote huko. Sasa wewe umetokea wapi? Mbona Bloodman alikuwa sasa hivi hapa? Ameondoka na wewe umekuja? Bloodman alikuwa hapa? Aise, yani jambo la mbona sikumwahi? Lakini hamna shida. Mimi amenipa maelekezo toka jana nilikwambia. Si unakumbuka Chenyu? Aliniambia kwamba niweze kuwafundisha na mimi nilikwambia naweza mazoezi kama mnataka kufanya. Niko tayari kuwafundisha. Hebu endeleeni kwanza. Nione. Endelea. Jifichani. Yaani nataka nione jinsi gani mnajifundisha na alikuwa anawafundishaje. Haya pambaneni. Moto kaanza hapo. Risasi. Ni kuchapa moto mzee. Watu wanachezewa bonge ya game watoto wa kike bila kufahamu kwamba mnyama mwenyewe ni huyo hapo. Bwana, ni episode safi kabisa ya 62. Inaishia hapa 63 hii hapa. Dude anaita Bloodman.